kale katika nchi ya Wafilisti kubwa sana aliyefahamika kwa jina la Goliath wa Gathi. Alikuwa ni mtu mwenye kimo kikubwa, nguvu zisizo za kawaida, na hofu iliyokuwa imetanda kila mahali jina lake lilipotajwa. Watu wa Israeli walimwogopa sana, kwa sababu kila alipofika vitani, hakuna aliyethubutu kumkabili. Goliath hakuwa tu askari, bali alikuwa kama jitu. Alivaa silaha nzito za shaba, kofia kubwa ya chuma, na mkuki wake ulikuwa mzito kiasi kwamba watu wawili wa kawaida walihitaji kushirikiana kuendea. Kila asubuhi na jioni, kwa siku 40, alisimama mbele ya jeshi la Israeli na kutoa changamoto. Nileteni mtu mmoja tu apigane nami. Akishinda mimi, Wafilisti tutakuwa watumwa wenu. Lakini nikimshinda, basi ninyi mtakuwa watumwa wetu. Lakini hakuna hata mmoja kati ya wanajeshi wa Israeli aliyekuwa tayari kupambana naye. Wote walimwogopa. Mpaka siku moja, kijana mdogo aitwaye Daudi, mchungaji wa kondoo, alifika kambini kupeleka chakula kwa ndugu zake waliokuwa vitani. Aliposikia matusi ya Goliath na dhihaka zake dhidi ya Mungu wa Israeli, alikasirika sana. Alijiuliza, kwa nini mtu huyu anamkufuru Mungu na hakuna anayemkabili? Daudi, akiwa na imani kubwa kwa Mungu wake, aliamua kwenda kupambana na Goliath. Watu walimcheka. Wewe ni mtoto tu, walisema. Lakini Daudi alisema, mimi nimemshinda simba na dubu porini kwa msaada wa Mungu. Huyu jitu atakuwa kama wao. Alienda mbele ya mfalme Sauli na akaruhusiwa kupigana, ingawa bila silaha kubwa. Badala ya upanga au mkuki, Daudi alichukua kombeo na mawe 5 laini kutoka mtoni Ingi. Alipomkabili Goliath, jitu hilo lilimcheka, unakuja kwangu kama mbwa na fimbo. Daudi akamjibu kwa ujasiri, wewe unakuja kwangu kwa upanga na mkuki, lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Kabla Goliath hajachukua hatua, Daudi aliweka jiwe kwenye kombeo lake, akalirusha kwa nguvu, na jiwe likampiga Goliath kwenye paji la uso. Goliath akaanguka chini kwa kishindo kikubwa, ameanguka jitu. Daudi alimshinda Goliath si kwa nguvu, bali kwa imani, ujasiri na hekima kutoka kwa Mungu. Na tangu siku hiyo, watu walijifunza kuwa haijalishi ukubwa wa tatizo, mtu mdogo mwenye imani anaweza kushinda jitu kubwa.